Mzee wangu unaitwa nani? Unajua kabisa. Naitwa Babu Ali. Babu Kiwango. Babu Kiwango. Wewe shabiki wa Yanga Simba? Simba mnyama babu. Na kwa Yanga mtu mwenye timamu kama mimi. Au kumbe familia? Familia kabisa yani. Hivi kocha Yanga anaitwa nani? Kocha Yanga mimi simfahamu. Kwa sababu siwezi kujishughulisha kwa mambo ambayo mimi hayanishughulishi. Sasa kuna yale kumjua au kuto kumjua. Sasa niambia kocha wangu au kikosi mimi nakutajia vyote yani. Sasa twende kwenye mada yetu tulionao siku ya leo. Kati ya Yanga na Simba kwa sasa hivi Yanga na alama 70 lakini Simba na alama 69. Nani unampa nafasi ya kuwa bingwa? Nafasi si Simba? Kwa nini Simba wakati Yanga anazidi alama? Bado nataka nikutane naye huyu bwana. Nasogea kidogo. Bado nataka nikutane naye huyu bwana. Unahitaji kukutana naye. Yeye anasema kwamba hataki kucheza dabi. Yaani hicho iko vipi? Mimi nimejiwekea msimamo. Ni kwamba mimi yeyote ninakutana naye mbele yangu, mimi napiga. Tunaelewa? Kwa maana sasa hivi sina 69 na 70. Mimi nikishinda mechi zote nitakuwa na pointi ngapi? Ina maana nitakuwa zaidi ya kwake yeye. Kwa hiyo nataka mimi ni kushinda michezo yangu yote. Yote itakuwa mimi nishinde. Basi, na ndo kampeni niliojiwekea. Wewe umebakiza michezo mingapi? Bado michezo minne. Minne. Si Yanga wenyewe wanasema kwamba michezo mitatu ndio imesalia. Wao wanasema michezo mitatu. Ila bodi ya ligi inafahamu michezo minne. Na tutaona kama mitatu au minne. Hivi kwa nini unasema kwamba Simba atakuwa bingwa wakati kwa sasa hivi tunaona misimu mitatu iliyopita Yanga kafanya vizuri na msimu huu pia yupo bora? Ndio maana jambo la wakati wake. Hata Simba alikuwa bora miaka minne mfululizo. Hata Simba alikuwa bora. Kwa hiyo kila jambo na wakati wake. Sasa hivi ndio wakati wa Simba. Simba ndio bora. Yanga atabaki kusubiri tu. Na shabiki nimezungumza hapa na Ramadhani shabiki wa Yanga. Kasema kwamba wenyewe wanahitaji kuchukua misimu 6 mfululizo. Yanga wachukue misimu 6. Simba wakati iko wapi? Simba nafasi ya pili ya tatu. Nafasi ya pili ya tatu. Wakati huo Mpanzu yupo, Kibu yupo, Kamara yupo, Mutale yupo. Wao wanachukua tu. Kwa nini mwataja wachezaji hao? Hao ndio nguzo ya Simba. Yaani muhimili wa Simba ndio wao wachezaji ninaokuambia yani. Si umeelewa? Kuna mtu anaitwa Yusuf Kagoma huyo. Huyo Kagoma mpaka Yanga yani. Yaani kaigomea mpaka Yanga. Yanga sana mikataba. Lakini si bado yuko Simba. Huyo Yusuf Kagoma yani ndio muhimili ya Simba. Kwa hiyo huwezi kusema tutachukua mara 6 mfululizo. Alafu maneno mtu anapaswa kuzungumza tu anavyotaka yeye mwenyewe. Umeelewa? Kwa sababu mawazo ya mtu yaheshimiwe. Mtu kama anafikiria kwamba atachukua miaka 6 mfululizo. Sawa, yeye amezungumza ila football uwanjani. Na mpira mchezo wa wazi. Tunaona wao wenyewe wanasema hawaingizi timu kwa sababu wanaona kabisa kwamba hapa tukikutana na Simba hapa ni ubaya ubwela. Hebu huko inaotuonyesha wote vizuri. Endelea. Simba ni ubaya ubwela. Mimi nimemaliza hapo, wewe tu. Simba ubaya ubwela. Sasa ubaya ubwela. Yaani msimu huu mmeamua kwamba kwa sasa hivi nyinyi mnapiga kila kitu. Yaani ni ubaya ubwela. Maana yake bado zilitani. Yaani ubaya umerudi yani nyumbani hapa. Kwa Kiswahili hiyo. Ubaya umerudi. Ndio maana ubaya ubwela. Ubaya ubwela si neno la Kizalamo. Au sio bwana? Lakini kwa Kiswahili ubaya umerudi. Kwa Kiingereza bado zilitani. Sio umeelewa? Ubaya umerudi. Bado zilitani. Sasa tukitazama kwa sasa hivi msimamo wa ligi kuu mzima ulivyo wa NBC Tanzania bara. Kwa msimu uliopita mlikuwa nafasi ya 3, Azam alikuwa nafasi ya 2. Lakini kwa sasa hivi imeendelea kuonyesha kiwango kizuri zaidi, mpo nafasi ya 2 lakini mpo pia kwenye kombe la shirikisho mpo finali. Mnaamini kwamba kwa misimu hii minne iliyopita Simba hii ndio mafanikio kuliko Simba iliyopita? Siku zote ukijikwaa angalia ulipodondokea. Ukiangalia pale ulipojikwaa utachelewa. Kwanza ulipodondokea umedondoka vipi? Umeumia? Upo vipi? Unapaswa kuendelea. Kwa hiyo katika hiyo misimu mitatu Yanga aliochukua back to back. Sawa, Simba amejifunza kitu na ndio maana mwaka jana umeona kabisa kwamba Simba imeshika nafasi ya 3. Azam nafasi ya 2, Yanga nafasi ya kwanza. Lakini wote wako wapi? Azam mapema tu kaaga mashindano, hatua ya awali tu kaaga mashindano na shughuli yake imeisha. Yanga kaishia makundi. Simba huyu hapa anacheza finali tarehe 17 tarehe 25. Umeelewa? Kwa hiyo kuwa watatu au kuwa wa mwisho haimfanyi mtu sasa akakata tamaa ya maisha. Umeelewa? Yaani kinachotakiwa wewe ni kusonga mbele. Kwa hiyo sisi tunaamua kusonga mbele na sasa hivi unaona kabisa tunaenda kucheza finali ya shirikisho. Belekana tusubiri sisi ujue Morocco huko. Tarehe 17 hiyo. Kwa hiyo sisi haitushughulishi kwamba sisi tumekuwa nafasi ya 3. Kinachotakiwa ni maendeleo ya klabu tu. Klabu inafanya vipi vizuri. Hivi kwa mfano ukiwa umeshikilia labda tunda, rafiki yako alishawahi kufika akakunyakua ile tunda alafu akala? Yaani ameshika tu, mimi nimeshika tunda. Tuseme kwamba umeshika embe, alafu rafiki yako au mtu yeyote akaja akachukua akala.
Sawa. Sawa. Maana unamaanisha kwamba Berkane atakuja atachukua mikononi mwenu kombe. Kama mfano wako unalenga huko. Kitu ambacho kinawezekana kwa sababu sisi kwa tumejiandaa. Shughuli sisi tunaimalizia huko. Nafahamu Simba toka hatua ya awali kabisa anacheza na Al Ahly Tripoli. Sawa? Hakuna mechi inaruhusu na goli zaidi ya 2. Wewe mwenyewe unajua kabisa huo ndio ubora wa Simba. Na Simba akiwa ugenini anacheza, akiwa nyumbani anacheza. Sio timu ambayo inaweza kupaki basi. Ile timu ambayo inatafuta matokeo. Kwa sababu sisi kwanza tuna kikosi kipya. Kikosi ambacho kina wachezaji wote wapya, kocha mpya. Kwa hiyo kocha anachachwa mafanikio, wachezaji pia. Unaona vijana wote wadogo wale. Wote wanataka mafanikio. Kwa maana wale kuwatuma fanyeni hivi, wao wanafanya. Tumeelewa? Yaani kwa sasa hivi mashabiki wa Simba utasikia wanasema kwamba Simba bingwa, mashabiki wa Yanga utasikia wanasema kwamba Yanga bingwa. Lakini kwa sasa hivi ukimtazama Yanga kawazidi alama 1, unaamini kwamba michezo yote iliyobaki Yanga atapoteza? Yaani zoa vipi kama mshabiki kaamua kuzungumzia klabu yake kwamba yeye ni bingwa? Yaani haiondoi uhalisia. Swala ni kwamba yeye mwana Yanga anaosema yeye kwamba Yanga ni bingwa, yeye ana vigezo gani? Na kama yeye ni bingwa, sasa unachukuaje ubingwa bila kucheza na Simba? Kwani wenye makosa nani? Si ni Simba au Yanga? Makosa ya nini sasa? Ya kutocheza ile dabi hata leo. Wao ndio wamegoma kucheza. Bodi ya ligi ndio inatangaza kwamba mchezo huu, yaani wao ndio wanapanga mchezo huu utakuwa tarehe fulani. Kwa hiyo wewe unatakiwa kuja kwa kufuata utaratibu. Lakini uenda ukwenda. Mimi nimekwenda. Ulienda? Yanga alienda uwanjani lakini amkutia. Amekwenda uwanjani lakini taarifa zilishatoka kwamba mechi hii imegairishwa. Wewe unakwendaje kupeleka timu? Refa hakuna. Yaani bodi ya ligi ndio imetangaza kwamba mechi hakuna. Hii mechi tumegairisha kwa sababu tutaipangia tarehe nyingine kutokana na sababu za kiusalama. Wewe unatoa timu unapeleka kule. Maana yake ni yaani kupeleka timu na maana wewe ushakiuka sababu za kiusalama. Anayepaswa kusema kwamba kuna sababu za kiusalama ni nani? Ni bodi ya ligi, ni Simba ama ni mamlaka? Wewe unafahamu kwamba Simba ni timu kubwa Simba ni timu kubwa. Wewe unafahamu, sema tunafahamu kama Simba na Yanga ni timu kubwa hapa Tanzania. Tunazungumzia Simba. Unafahamu kama Simba ni timu kubwa? Labda kwa mafanikio nitakubali. Kwa mafanikio. Hata kwa umri nao Simba ni timu kubwa. Lakini Yanga kwa zidi umri mwaka mmoja. Sawa, hiyo haijalishi. Swala ni kwamba timu kama Simba hauwezi kuwaletea wauni. Sawa unawazuia kwenye program zao. Yaani unawazuia wasifanye yale maandalizi yao. Kitu ambacho hakiwezekani. Ubingwa hii hapa hii. Nani aliochukua mara nyingi? Sasa ndio maana yake nini sasa? Anaenda kwenye historia. Sisi tunazungumzia leo finali. Sisi wana Simba tuna kazi tunazungumzia finali. Hatuwezi kuzungumzia umechukua mara ngapi eti. Hata utasemaje nani? Ukubwa wa Simba kimafanikio. Kuanzia umri, swala kwa kuchukua makombe. Aseme nani alianza kuvaa viatu? Nani kaanza kuvaa jezi? Timu ya kwanza kuvaa jezi timu gani? Aseme. Timu ya kwanza kuvaa viatu timu gani? Simba. Sisi tunazungumzia mafanikio. Umeelewa? Yaani kuchukua makombe zaidi ya Simba haiwezi kuondoa kwamba nani ni mkubwa katika mafanikio. Umeelewa? Babu yako alikuwa ya Max. Sasa sio ya Max. Wewe unasema nani kuvaa viatu? Babu yako alisha kuvaa ya Max. Wewe nataka niambie sasa. Wewe umesema kwamba Simba wewe umesema kwamba Simba kwenda kwenye mafanikio. Babu yako anavaa ya Max. Wewe kumbe Simba ana mafanikio. Hamna viatu. Wewe unavaa nini? Ndio maana Manara alisema. Ulikuwa hamna viatu. Wangevaa nini? Manara alisema kwao. Hata waliobaki wa kwanza kuvaa viatu mimi sijakataa ni Simba sawa. Yanga viatu havikuwepo ungevaa nini? Anazungumzia nini sasa? Yaani mbele ya Simba tukizungumzia mafanikio mbele ya Simba. Nani wa kwanza kuvaa viatu? Nyinyi mmeanza kwa sababu watoto. Ndio maana nimekuta babu yako alishavaa ya Max. Babu yako hajavaa ya Max. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Kipindi kile zao sababu gani? Wenzao wanatenda kukupa jibu kama hazikuwepo. Basi hapo alikuwa anavaa mgogo. Na babu yangu mimi kavaa mpaka chachacha. Chachacha kipindi hicho ukivaa tajiri. Mimi niko mdogo. Chachacha yenyewe nazisimulia. Ende pale kusimulia tu kwa bwana kuna chachacha hapa. Umeelewa? Hiyo historia analeta yeye. Sawa. Huyo ndo kaianzisha yeye. Timu ya kwanza kuchukua kombe la ligi ni Simba. Timu ya kwanza kucheza kimataifa ni Simba. Timu ya kwanza kuchukua kombe la FA ni Simba. Timu ya kwanza kucheza Afrika Mashariki Kagame kuchukua kombe ni Simba. Hiyo historia gani inaileta? Historia gani wewe? Umechukua mara nyingi. Umechukua mara nyingi umefika wapi? Tambulika ya kwanza kwa katika kuongoza kuchukua ligi na kombe la ndani. Hiyo kimataifa sinakuja tu baada. Sisi tumechukua mara kuliko nyinyi. Nani anayeongoza kwa kucheza sana kwa mara nyingi? Wewe mara nyingi za kabingwa. Sio klabu bingwa. Katika ligi sisi tumechukua mara nyingi. Ngoja unaanza kwenye hiyo michuano ya kafu. Wewe na Simba nani kacheza mara nyingi? Simba. Kachukua nini? Simba kachukua nini? Ndio hapa tarehe 17 kwa tarehe 25. Acha nyinyi na sisi. 17
Mtu wote anatafuta mafanikio, angalie muda ambao yeye anasimama. Umeona, ni ile dhamira yake. Kati ya nyinyi na sisi haya mafanikio kucheza fainali. Kama kacheza robo kaishia robo mara 6 katika Simba na Yanga wakwenda kucheza na anataka mafanikio yake. Bwana anaongea upumbavu. Katika Simba na Yanga wakwenda kucheza huyo fainali hiyo shirikisho letu. Nisikize kwambie. Wewe na utaendelea na sisi sawa. Umesikia? Tuliongoza kwa kuchukua vikombe vya ligi ni sisi sawa. Tulianza kucheza fainali ya shirikisho ni sisi. Wao wanatuchekea wameshachukua kombe. Wachukua kwanza kombe sisi tuzibe midomo. Nashukuru sana mzee wangu. Kuna mwana yangu hapa.